Ninaye maswali mawili hapa. Kwanza karibuni studioni. Jina langu ni Elijah Nyongesa. Asante. Swali la kwanza, kunaye mzazi pale nyumbani ana feel kana kwamba mtoto wake amedhulumiwa, lakini hajui njia mwafaka ya kuifuata ili aje kotini. Sijui unawezaje mueleza kwamba ana feel mtoto wake amedhulumiwa, yes, lakini hana mwelekeo ya jinsi ya kufikia sheria ili mtoto wake aweze kupata haki. Swali ya pili, kuna visa ambavyo vinafanyika kwenye jamii ambapo mzazi mfano, wacha nitolee mfano, akapelekwa kotini, mzazi wake akamtoa mimba. Sasa pale akikuja kotini, nani anastakiwa? Ni mzazi huyo mwenye alitoa mimba ama ni mtu ambaye mwenye alimpea mimba? Maswali ni hayo tu. Asante. Asante. Okay, asante sana kwa hayo maswali. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba mtu ambaye mtoto wake amedhulumiwa inafaa aenda ripoti kwenye police station. Inategemea tena mtoto amedhulumiwa kiasi gani. Kwa sababu kama tuseme ni mtoto ambaye amepigwa ama amekatwa ama amenajisiwa. Huyo ni mtoto ambaye the first place yenye mzazi anafaa mpeleke ni hospitali. Apate matibabu kwanza. Akishapata matibabu, the next place ambayo ataenda ni kwa police station. Aweze kuripoti hiyo kesi. Alafu ofisa watoto ambaye ni ofisa wa polisi ambaye anachunguza kesi ataweza kushirikiana na ofisi ya watoto waweze kufanya uchunguzi wao, waandike ripoti, alafu hiyo kesi itaenda kwa prosecution. Prosecution pia hao watafanya kazi yao, watachunguza hiyo file, waangalie kama yale makosa kweli yana uzito wa kuweza kuprogress yaende wapi? Kotini. Kwa hivyo hiyo ndio njia yenye anafaa kufanya au kufuata. Itategemea ni mtoto amedhulumiwa kwa njia gani. Kama amedhulumiwa, ameumiza mwili, aende kwanza hospitali kwa sababu tunaangalia ile ambayo ni bora zaidi kwa mtoto, ile ambayo ni best interest ya mtoto. Lakini kama tuseme ni mtoto ambaye mzazi amemtelekeza, huenda ikawa ni watu ambao walikosana, mama ama baba amebaki na mtoto na yule mzazi mwingine atekelezi majukumu yake, hiyo ni kesi yenye analeta kwa ofisi ya watoto. Kutoka pale tutaweza muelekeza afuate njia gani. Ndio. Alafu kuna jambo lingine, kuna kesi nyingine ambayo mtoto alipata ujauzito, alafu mzazi akasaidia mtoto akatoa hiyo mimba. La kwanza, mtoto hana consent kwa mambo ya ngono. Mtoto ambaye ako chini ya miaka 18 hana consent. Kwa hivyo mtu ambaye alimpatia mimba amefanya makosa. Tunaanzia hapo, mwenye kumpatia mimba amefanya makosa na walifaa kuchukua hatua za kisheria ili kuweza kupatia huyu mtoto haki, kwa sababu mtoto hafai kukua katika hali ya ujauzito. And then la pili, yule mzazi ambaye alifacilitate hiyo abortion, hata yule mwenye kufanyisha hiyo abortion kwa mtoto, hao wote wamevunja sheria. Kwa hilo swali la pili, ningependa kusema kwamba kumbuka mtoto ambaye hajafika miaka 18 hawezi kuavya mimba, labda akisaidiwa na mwingine kutoa mimba. Yes. Lakini lazima tujue kama wananchi kwamba je, ukienda kusaidia mtoto ili atoe mimba, bahati mbaya akifa, nani atalaumiwa? Utapata kwamba wewe mzazi ambaye unasaidia mtoto kutoa mimba ndio utabeba lawama zote kitu kikitokezea wakati wa kuavya mimba. Na aliyepea mtoto mimba lazima achukuliwe hatua, kwa sababu akiwa ni mtu ambaye amezidi miaka 18 tunachukua kwamba yeye ni mtu mzima. Na mtu mzima akitaka kufanya ngono atafute mtu wa rika yake ama mtu ambao pia amezidi miaka 18. Asiende kwa watoto wadogo. Mtoto mdogo amelindwa na sheria kwamba yafaa asomeshwe, yafaa apewe maisha mazuri ili apate kukua kesho awe mtu katika jamii kusaidia taifa kubwa.